Pendwa msikilizaji wetu, niendelee kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya, na leo tuko katika somo la 25 katika masomo haya mazuri ya vijana, watoto pamoja na watu wazima. Na somo la leo lina kichwa kisemacho familia ya Yakobo yaenda Misri, na limejengwa katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 45 na sura ya 46. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 46 fungu la 2 mpaka la 4. Kabla ya kuendelea, basi tuombe. Asante Bwana kwa kutusaidia kutatua migogoro ya familia tuliyokutana nayo. Asante kwa kututoa kwenye shida mbalimbali. Tusamee makosa yetu na utusaidie kupendana sisi kwa sisi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Mwanzo sura ya 46 fungu la 2 na la 4 ambalo ni fungu letu kuu linasema, Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yusufu alianza na ndoto kubwa, ila akatupwa gerezani na kisha akasingiziwa kumbaka mke wa bosi wake. Sasa alikaa kwenye kiti cha makamu wa mfalme au rais wa nchi. Hakika Mungu ndiye aachiwe kulipiza kisasi. Labda umekuwa na ndoto maisha yako yote ya kufanya jambo kubwa kwa ajili ya Mungu, lakini mipango yako imeharibika na umefikia mwisho wa tumaini lako. Labda inaonekana kana kwamba Mungu amekuacha, lakini Mungu hajasahau ndoto aliyoweka moyoni mwako, kwani ni ndoto yake pia. Kama vile alivyofanya kwa Yusufu, Mungu anapigana vita vyako, akifanya kusudi lake liwe kweli maishani mwako. Basi Farao alipojua kuwa ndugu za Yusufu wamekuja, akamwambia Yusufu awachukue ndugu zake na baba yake, naye atawapa mema ya Misri na kula unono wa nchi. Akawapa magari ili wakamchukue baba yao, akawaambia mema ya nchi ya Misri ni yao. Wakapewa chakula cha njiani na fedha na punda 10 waliochukua nafaka, mikate na chakula. Yusufu akawakumbusha tena wasigombane njiani. Alifikiri pengine wataona wivu, kwa vile Benjamini alipewa mavazi 5 na fedha 300. Ilichukua wiki 2 kwa mwendo wa miguu kutoka Misri mpaka Kanaani, umbali wa kilomita 750 hivi. Walipofika kwa baba yao, walimshangaza kwa kisa cha Yusufu aliye hai na kuwa ni mtu mkuu katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia, kwani hakuwaamini. Ukawa muda wa kukiri uovu wao, nao wakapata kuwa huru moyoni. Wakamwambia yote Yusufu aliyowaambia, na alipoona magari ya Farao waliopewa ili kumchukua, roho yake ikafufuka, naye akasema, yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Basi Yakobo akasafiri, na njiani akatoa sadaka kwa Mungu. Mungu akanena na Israeli kwa ndoto usiku, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri. Wakaenda familia yote na mifugo yao. Jumla ya familia ya Yakobo, wajukuu wake na watoto, walikuwa watu 70. Yuda akaongoza msafara kwenda Misri. Wakaenda mpaka Gosheni, na Yusufu akaleta gari lake kumlaki Israeli baba yake, na alipomwona alimwangukia shingoni na kulia kwa kitambo. Yakobo akaona kwamba sasa anaweza kufa, kwani macho yake yamemwona mwana wake mpendwa Yusufu baada ya kutengana naye kwa miaka 13 hivi. Yusufu akampasha Farao habari kwamba watu wake wamekuja, na akasema ni wachungaji wa mifugo. Naye Farao alipowauliza, walimwambia kwamba wao ni wafugaji, na wakaomba awaruhusu wakae Goshen, kwani wamehamia kwake kwa ajili ya njaa. Basi Farao akasema, Misri iko mbele yako, mahali palipo pema nchini, ukawalishe baba yako na ndugu zako. Akaomba wale watu hodari katika kufuga wanyama, wana wa Israeli wamsaidie kuchunga wanyama wake. Yusufu akamleta baba yake mbele ya Farao akiwa na miaka 130. Yusufu alivyomleta Yakobo, Yakobo akambariki Farao. Naamini Farao alimjua Mungu wa mbinguni kupitia makamu wake Yusufu. Huyu alikuwa ameishi maisha ya taabu toka ujanani, na Mungu akamweka kivulini. Yusufu aliendelea kuwapatia chakula ndugu zake, na Wamisri wakaja wakati wa njaa, akikusanya pesa na kuweka katika hazina ya Farao. Njaa ilipokuwa kubwa, Wamisri walitoa farasi na wanyama wao ili wapate chakula, na mwishowe walitoa hata ardhi yao. Basi nchi yote ya Misri isipokuwa ile ya makuhani ikawa mali ya Farao. Yusufu akawapa watu mbegu za kupanda, na walipovuna walimpa Farao 1/5, na iliyobaki 4/5 ikawa yao na watoto wao. Yakobo akaishi miaka 17 Misri. Akamwita Yusufu na kumwambia ampe ahadi kwamba akifa atamzika kwenye kaburi
kaburi la baba zake huko Makpela. Naye Yusufu akamwapia babaye kwamba atatimiza agizo hilo. Basi Yakobo akawaita Manase na Efraimu watoto wa Yusufu ili awabariki. Yakobo akawachukua kama watoto wake na kutimiza ahadi ya kabila 12 za Israeli. Mara nyingi Yusufu na Dani walikuwa hawatajwi, bali Efraimu na Manase. Macho ya Yakobo yalikuwa hayaoni kwa uzee. Aliwakumbatia wajukuu wake na kuwabusu, akambariki mdogo kama mzaliwa wa kwanza. Na Yusufu alipojaribu kumzuia babaye, alisema atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkuu kuliko yeye, na uwezo wake utakuwa mwingi katika mataifa. Aliendelea kusema, katika ninyi Waisraeli watabarikiwa, wakisema Mungu akufanye kama Efraimu na Manase. Akamwambia Yusufu kuwa maisha yake yako ukingoni, lakini Mungu atakuwa pamoja nao, na siku moja atawarudisha nchi katika nchi ya baba zao, ile ya Kanaani. Yusufu alionekana kama ana uzaliwa fulani wa kwanza, kwa maana alikuwa kama kiongozi wa ndugu zake sasa. Ila Yuda ndiyo alikuwa sehemu yake aliyopewa kihalali, na japo alionekana kufanya makosa na hata dhambi za nyuma katika Mwanzo 38, sasa alikuwa ameungama. Kisa cha Yusufu kinamwakilisha Masihi pia kwa namna fulani. Yesu Kristo alitendewa kama tunavyostahili ili kwamba tuweze kutendewa kama yeye alivyostahili kutendewa. Alihukumiwa kwa dhambi zetu ambazo yeye hakuzishiriki, ili kwamba tuweze kuhesabiwa haki kwa haki yake ambayo sisi hatukuwa na sehemu nayo. Aliteseka kwa kifo ambacho kilikuwa chetu, ili sisi tupate uzima ambao ulikuwa wake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa maisha yake na kifo chake, Kristo alipata zaidi ya urejeshaji kutoka kwenye uharibifu unaoletwa na dhambi. Lilikuwa ni kusudi la Shetani kuleta utengano wa milele kati ya Mungu na wanadamu, lakini katika Kristo tunakuwa tumeunganishwa karibu zaidi na Mungu kuliko ilivyokuwa kabla ya hatujaanguka. Katika kuchukua asili yetu, Mwokozi amejifungamanisha mwenyewe na wanadamu kwa kifungo ambacho katu hakiwezi kuvunjwa. Tangu milele zote Masihi ameunganishwa na sisi. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee. Alimtoa sio tu ili abebe dhambi zetu na kufa kama kafara yetu wakati sisi tunatenda mema. Hapana, alimtoa kwa ajili ya jamii iliyoanguka. Wakati tulipokuwa bado dhambini, yeye alitufia ili kutuhakikishia shauri lake la amani lisilobadilika. Mungu alimtoa mwanaye wa pekee awe mmoja wa familia ya kibinadamu ili kudumisha asili yake ya kibinadamu milele. Ni upendo wa namna gani Yesu kufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu ili tupate uzima wa milele. Sisi tunachopaswa ni kumwamini na kukubali kafara yake pale Kalvari. Mungu akubariki tena kwa kudumu kuwa msikilizaji mwema. Maswali yetu ya leo: Yakobo alisemaje kuhusu kwenda Misri? Je, alijuaje kwamba aende Misri? Alifika huko akiwa na miaka mingapi? Kwa nini Waisraeli walikaa Goshen? Watoto wa Yusufu ni akina nani? Yakobo aliishi Misri miaka mingapi? Kanaani mpaka Misri ulikuwa umbali gani takriban? Linganisha kisa cha Yusufu na Masihi, yani Yesu Kristo. Asante kwa kudumu kuwa msikilizaji mwema. Aliyekuandalia masomo haya ni Grace Momadi, nami ambaye nimeendelea kukusomea naitwa Barnabas Samuel. Hadi wakati mwingine tena katika somo la 26. Mungu aendelee kuwa pamoja nasi tena, atuhifadhi na kutufadhili kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.